Samia People mshahara wao ni mdogo. Samia People bwana ni wafanyakazi wa serikalini, ndio Wachina wanawaitaga hivyo. Sasa nina rafiki yangu mmoja ambaye nilikuwa nafanya naye kazi, kaajiliwa na serikali, kapelekwa vijijini. Sasa nipo zangu kwenye gari, naonekana kama nina stress kwa sababu kwenye interview itakuwa twende wote. Mimi sikupewa ruhusa, mambo yake akapewa kwa sababu alikuwa na muda mrefu hajaomba ruhusa. Alivyoenda kule ndo akapata kazi mazima. Sasa Mchina tupo kwenye gari anaona nina stress. Sasa stress zangu mimi zilikuwa zina uhusiano na hiyo kazi. Nilikuwa na stress zangu tu za maisha ya kawaida. Mchina akajua kwamba ni kwa sababu mchizi akapata kazi, hafu mimi bado sijapata kazi serikalini. Kwa hiyo sasa Mchina akaanza kama ananifariji na ananiambia unajua wafanyakazi wa serikalini mshahara wao ni mdogo. Kwanza nimefuatilia bwana, ukiwa umeajiriwa unaanzia na 350,000 alafu wewe hapo tunakupa mshahara wa 340,000. Umeona? Yani wamekuzidi tu 10,000. Wao hawapewi chakula, wewe hapo unakula chakula hadi cha 10,000 ukitaka. Wao ndio hivyo, wanaenda kazini ni vijijini, wewe unatembelea gari, unakaa mjini, unakaa wapi? So sehemu yote unaenda. Akaanza kunipanga. Alivyomaliza tu na mimi nikadakia nikasema, wao wanakopesheka benki, wao wana weekend, wana Jumamosi na Jumapili, mimi hapa kila siku naingia. Wao wana likizo kila mwisho wa mwaka, wanaomba likizo, hata wasipoomba likizo wanaenda likizo tofauti na sisi. Mchina kanuna akanicheki akasema, yani wewe shida yako bana ndio uko hivyo hivyo, yani kila tukizungumza lazima uende kinyume na mimi. Yani si kwa nini mimi nafanya hivi kwa lengo la kukusaidia. Nikamwambia unanisaidia nini? Mimi nina stress zangu zingine kabisa hapo. Mchina akasema basi tuachane na hizo story, tuzungumze story zingine. Nilivyoona hajakaa sawa, ikabidi nimrudishe kwenye mudi. Nikamwambia ni kweli bwana, serikalini mshahara wao ni mdogo. Basi tukapiga story, tukafurahi, tukaishia hapo. Sasa mshikaji wangu hadi anapata kazi, kashaenda kwenye interviews nyingi. Alafu kipindi hicho ilikuwa nilo nasafiri mikoani. Alikuwa ameshaenda Mwanza, ashaenda Dodoma, ashaenda Kigoma, ashaenda Tabora, kote kutafuta kazi kwenye interview za kazi, tena za serikalini. Lakini kote akakosa, lakini kama tu bahati baadaye kuna interview alikuwa ashafanya, akavutiwa tu, haya oya kuna kazi, hebu njoo. Akaenda halmashauri nini, taratibu kila kitu, lakini akawa amepata kazi. Kwa baada ya hapo Wachina wakawa wanaogopa sana, mtu akiomba ruhusa anajua anaenda kazini. Huyu anayeomba ruhusa huyo anaenda kufanya interview afu mwisho siku tutamkosa. So unajua kila kampuni inafanya kazi wao bora ambao kuna namna hawataki kuwapoteza. Lakini in short mimi sijui kama ndo ilikuwa naenda kupata kazi au ningekosa vile vile sijui, lakini ndo ilikuwa ni interview yangu ya kwanza, natakiwa nishiriki. Sikuenda lakini afya yangu apata kazi. Kuna namna ni stress, lakini ndio hivyo, kila mtu na bahati yake.